Hapo binti akaondoka zake, akamwacha Charlie peke yake. Kamwacha anawaza. Baki na mawazo yake kwamba yeye ndo kamuuzi yule binti paka akaondoka. Kwa hiyo watu wote wanamchukia yeye kwa sababu hiyo. Wakati huo Sangel, unataka oh, Zuegal kumbe uko unajua namna kutengeneza chai? Kamba ndio. Binti ambaye anamuita Mrs. Zu. Akambe kwa kuwa Zu unajua. Kamba tafadhali njoo kae. Sawa? Anaambia siku zote kazi ya mwanamke ni kupika. Kwa hiyo usiamini tu baadhi ya maneno mengine kwamba si mtu ni tafu, si ni nini. Na hiyo ni kama sifa kwa upande wa mtoto wa kike. Anatengeneza chai ni nzuri. Nafikiri ni kwa sababu yetu sote na itakuwa haina shida. Ni chai nzuri sana. Kama mtu yoyote akijaribu tu atagundua kwamba ni chai nzuri ambayo haina shida yote. Chai yenye matashtiti manake. Basi Miss Zu nashukuru kwa hilo. Sawa? Kamwekea chai bwana. Binti ambaye anamuita Miss Zu. Ambe kamata bwana. Hivi hebu niambie Yifeng ni mtu aina gani? Zu. Hapana. Mimi naweza kusema kuhusiana na mtu ambaye si. Akambe labda pengine katika macho yako unaweza kugundua kweli. Unaweza kumjua Miss Zu Yifeng. Umenielewa vibaya Miss Zu. Akambe sio hivyo. Nataka kujua kati ya wewe na Yifeng. Labda pengine kuna kitu ambacho kiko ndani yake. Ili iwe sawa tu. Anaambia mimi siwezi kufanya chochote ambacho ni tofauti. Hawezi kufanya chochote ambayo haiwezekani. Maana gani nimefika mbali? Ambona maana gani? Kwani wewe tayari umeshamwangukia ama? Ikweli ni kwamba jamaa anampenda mke wake sana. Kwa hiyo mpaka kaamua kukata mkono wake. Ambaye nimesikia hilo pia. Inaonekana kama mke wake sasa hivi ni kiongozi fulani katika sekti ya kishetani. Ina maana hamjui kama mwanamke ndo huyu. Mimi nafikiri kwamba jamaa alikuwa tayari hata kukata mkono wake. Anampenda sana mke wake. Kwa kuwa yeye Dazio anampenda mke wake, basi mimi nakushauri kae naye mbali ili kukataa matatizo kama naelewa, na nitakuwa makini na hilo. Lakini kwa wote hapa ndani ya Jiuzian Mountain, yani Jiuzian Villa, ni sehemu ambayo siwezi kufanya vitu vya ajabu. Akamwambia sawa. Basi umefanya kitu kizuri. Akamwambia useme hivyo. Wewe umesema kwamba tukae naye mbali. Sasa itawezekanaje? Yeye anacheka lakini huyu acheki. Akamwambia utaki kuwa mkweli. Ambaye alivyosema kwamba anampenda mtu. Kiukweli wakati wote alikuwa anakuangalia wewe. Na ndio maana nikafikiria labda pengine mna kitu kati yenu. Mimi siku zote namfanya yeye kama kaka. Anaambia mzee, inaonekana kama pia mzee kuna kitu anajua kuhusiana na ninyi. Ila lazima ujifunze kuangalia ndani ya moyo wako kuna kitu gani. Waweza kumtreat mtu kama ndugu, kaka au dada, pia anaweza kukutreat hivyo kumbe anakupenda ndani yake. Okay, sawa, usifikirie sana. Sawa, chai inapoa. Maana yake chai ambayo nimeitengeneza ni nzuri. Kunywa. Sasa hawa huku wawili maskini ya Mungu walizunguka huku na kule. Jamaa alimwahidi binti kwamba atamzungusha kila sehemu. Na kweli anamzungusha mtoto wa kike kila mahali. Hii ni kwa upendo na kwa namna anavyompenda huyo mtoto wa kike. Wakati wanatembea huku na kule aliona mtego na binti, "Kwa makini!" Hello! Kaenda kautoa ule mtego, jamaa akachomwa na ule mtego yeye. Tupa mtego pembeni. Uko salama? Umeumia? Mimi niko sawa, usijali. Umeumia inauma kabla hiyo. Wewe si hujaumia. Mimi nitaumia vipi? Mkononi namna hii. Damu inatoka, kambia bwana, kitu kadogo tu, usijali. Wala usiwe na wasiwasi wote, sawa
Anaambia ndio. Basi ntanani, ngoja nikufunge hapa. Sawa. Binti akapitisha kitambaa. Chali yako anamwangalia tu mtoto wa kike. Inauma. Pia ni dawa kama ni danganya tu, naonekana kuogopa. Chukia mimi. Na kaza sasa. Inauma. Inauma. Kia Mungu wewe. Ghafla wingu nalo tena linaleta shida. Huku sasa hamna hata mwamvuli. Ala. Sasa wingu nalo linaleta shida. Sasa nikwambie kitu. Najua kuna kasehemu kadogo cha wawindaji kako maeneo haya. Hebu twende taratibu taratibu. Kuna mitego huko, inabidi awe makini. Mvua ikawa inanyesha. Wao walijificha hapa. Jamaa katengeneza kitu kidogo, ambaye kuna baridi. Kunywa hii kidogo. Asante. Jamaa anasema nilitakiwa kufanya hivyo mapema sana. Anaambia basi tukae hapa na tusubirie tu. Anaambia mimi sikutegemea kwamba sisi wawili tungekuja kuishia kuwa katika hali kama hii. Mimi siku zote mbele yangu naonaga vitabu vya historia tu. Sura nzuri kama ya kwako sijai kuona. Yaani nimekuwa sionagi. Mara nyingi nimekuwa nikiona vita na vitu vidogo vidogo vya ajabu. Leo kukuona wewe imekuwa kitu kikubwa sana kwangu. Baada ya hapo utafanya nini? Baada ya hapo utafanyaje? Binti anacheka. Basa usinicheke. Mimi niambie sasa. Nini kimetokea kati yako wewe na Zongjing? Kwani lazima tuongelee habari za Zongjing? Alikuwa anataka kujua tu. Lakini wewe umesema kwamba wewe unanipenda mimi. Umesema unanipenda mimi. Na umesema kwamba hautachukia chochote. Anasema ndio mimi nakupenda wewe. Kwa hiyo ndio maana nataka kujua kuhusiana kila kitu kuhusu wewe. Uko upande wa pili nani ya Juzian Villa? Huyu alikuja huku, kuna kitu alikuwa anatafuta. Inaonekana kuna kitabu alikuwa anatafuta bwana. Huyu binti. Kuna karatasi ilikuwa hapa, hii karatasi ilikuwa muhimu kidogo. Hii fenge inakuja. Xinxian chulu de juan zhou. Yabu. Vipi anti? Hii faili ndio unaitaka Fanjeli. Njoo hapa. Wewe. Sasa hivi anaelewana kinyama. Haya sawa. Hii hapa. Ni faili ambazo inaonekana binti alikuwa anazihitaji. Ana boss jali. Anakumbuka alivyopewa ushauri. Kwa kuwa hii dali anasema kwamba anampenda mke wake. Kwani sikushauri kwamba ukakaa naye mbali? Sababu hii itakuja kuleta conflict kati ya wewe na mke wake. Sasa ule ushauri alivyokumbuka akaona ni vyema kufanyia kazi. Mshikaji akiwa juu chochote. Akaambia okay sawa. Hii anapiga hesabu. Nini kitakuwa kimetokea? Naenda pub kwake leo usiku. Nataka twende wote pamoja. Binti anasema hapana. Anakataa na ni kitu ambacho Charlie anajua kabisa binti asingekataa. Kutana huyu mjinga. Ambia inauma kukataliwa Umejisikiaje? Mtu anakukatalia kutoka naye. Ambaye mjinga wewe. Wewe kuna kitu umemwambia? Mimi siambia kitu chochote. Mimi nitamwambia kitu gani sasa? Sina chochote ambacho nitamwambia. Sina kitu kibaya chochote cha kuongea kuhusu wewe. Ambao unafikiri kwamba unaweza kunipata mimi au sio? Unawaza unaweza kuwin back juu yangu. Wewe unafikiri kwamba ambaye njoo basi. Najua kabisa kwamba unanihitaji sana tu ndani yako kwa sasa. Kamba sawa sasa. Ngoja utaona kitu nitakachofanya.
Anasema utaona nitakachokifanya. 有一个问题，我想了好久也想不明白，你为什么觉得你喜欢我啊？你只在肖家铺见过我一次，你真的了解我吗？ Huku upande wa pili mahali ambapo basi mvua ilikuwa inanyesha na mshikaji yuko na binti. Binti anajisikia vyema. Anajisikia vizuri sana tu. Jamaa naye mwenyewe anasema ni vizuri kuwa na wewe. 那是以后的事了。当你还没有了解一个人之前，就是要靠感觉去判断这个人。 Anasema siku zote kwenye maisha kabla hujamjua mtu usiziweke hisia zako za dhati kuwa karibu yake. Maana yake ni kwamba wakati mwingine ni kama mtu anakuambia ingia kwenye sehemu ambayo sio sahihi. Ndio. Kwanza nataka nikuulize swali. Nini? Kwani unampenda Zongjing? Kwa sababu anaweza kuvuta ule upanga. Upanga wa ahadi. Sasa hebu niambie, bado unampenda? Binti anasema mimi hata sijui. Nahisi kabisa kwamba hichi ni kitu ambacho siwezi kufafanua. Wakati mwingine laweza kuwa ni jambo la maisha ya mtu na ni hatima yake. Oya, umekuwa na infection tangu totoni hapo? Ambia ndio, tangu nikiwa na miaka 3 itakuwa. Wakawa wanacheka. Wanafurahi tu. Mara binti akaanza kukohoa. Sawa, toa nguo zako. Eti umesemaje? Haya. Angalia nguo zako zimeloa. Afu mwili wako unaonekana kama hauko sawa kidogo. Hapana. Mimi najali kuhusu wewe. Sitaki usubirie, nenda pale, mimi nitaangalia huko. Toa hizo nguo zako, badilisha. Alafu nilikwambia wewe ni biashara yangu. Mimi nitaenda kusimama pale. Nasubiria ili hizo nguo tuzianike, tuzibanike kwenye moto. Kweli binti wa watu akaja huku. Si zimeloa? Ili azibadilishe, ili zibanikwe pale. Mwamba anaangalia kile kitambaa kwenye mkono wake, kwa sababu kafungwa na mwanamke anayempenda. Anatamani kistoke. Kabinti kamemaliza kuvua